kwenye nyumba mojawapo huko Dameski huko, akaingizwa ndani, anaenda kwa Anania, watumishi wa Mungu. Anania alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Sasa alikuwa anajua habari za huyo Sauli, kwamba ni habari mbaya na huyu ni mkatili ambaye akikutana na wao uliokoka na kufyeka. Lakini cha kushangaza, injili ya Mungu imehubiri. Yesu mwenyewe amemhubiria, anasema Mungu akamtokea Anania, akamwambia Anania, nenda kwenye nyumba ya mtumishi mmoja huko Dameski, ukaingie ndani, utamkuta mtu mmoja anaitwa Sauli, ukaweke mkono naye ataishi. Samueli huyu na Anania anashangaa, anasema wanasema Bwana habari zake nazijua. Amen. Inawezekana habari zetu walikuwa watu wanazijua, kwa baadhi kuambia kitu hawakuelewi. Hakuna mtu anayekusikia. Unamsikia Bwana Yesu. Anania akaenda moja kwa moja, aliposikia neno la Bwana anasema ni mimi ndiye ninayekutuma, nenda. Haleluya. Anania akaenda moja kwa moja, akamkuta Sauli amekaa ni kipofu siku tatu ni kipofu. Unajua unapokuwa kipofu wa kimwili, maana ni kwamba mambo maovu hayaoni tena. Amefungwa mambo ya kidunia yasifanyike kwake. Unajua unapokutana na Yesu, maana unafungwa mambo ya duniani ambayo alikuwa unamtumikia shetani, yanafungwa mwisho. Yanafika mwisho. Ndivyo ilivyo kwa Sauli. Paulo huyo Anania akaenda akaweka mkono. Vilidondoka nini? Sauli, Anania akasema ndugu Sauli, Bwana amenituma kwako ili upate kuona tena. Haleluya. Upate kuona tena. Sauli, Biblia inasema akaweka mkono, vikadondoka kama nini? Magamba kwenye macho yakadondoka. Kuna magamba tulionayo kwenye macho ambayo hayajadondoka kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu alipoingia tu, Biblia inasema magamba kama nini? Yakadondoka. Sauli akapata nini? Sauli akapata nguvu. Akainuka akala chakula. Biblia inasema akaanza kuihubiri injili Dameski. Yule aliyetuma kuua ndiye anayetuma msamaha, kwamba tubuni, acheni uwaji, acheni uzinzi, ndiye aliyekuwa tabia zile ndio anaanza kusema jamani tubadilike. Wazee wakaanza kumsikiliza vizuri. Labda hatujasikia vizuri, labda ni mwingine. Unasema acheni hizo. Ndipo wakaanza kumfanyia vigizo za kumuua ndani ya lile jengo. Biblia inasema wanafunzi wake wakamteremsha ndani ya kapu ukingoni mwa ukuta, wakamtorosha. Lakini wanasifiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuokolewa kwako ni kujazwa Roho Mtakatifu, ndipo unapata kuona, ndipo unapata nguvu na kwanza kulitumikia kusudi la Bwana. Hakuna mtu yeyote ambaye ameokolewa alafu Roho Mtakatifu hayupo anasema nimeokolewa. Umeokolewaje? Magamba yameondokaje? Gamba. Unajua kuna wakati mwingine mtu anatumikia tu, anaanza kutumikia injili. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amenituma kuitangaza injili. Roho Mtakatifu hajajazwa. Siku 2-3 amenyamaza. Unajua kazi ya Mungu unahitaji yeye aliyeianzisha imalize. Yaani ufe wewe, kazi ya Mungu isife. Mpango wa Mungu kwako ni yaani ulipookoka kwako ni kwamba ni lazima ukubali kufa wewe kwa ajili ya injili. Alafu injili isife. Amen. Lakini ukitangulia kufa wewe hapo injili ipo. Ndio pale wanaitwa uasipinzani. Bwana Yesu sana. Maana shetani amekujindua wewe. Amen. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba unapookolewa na Mungu, kitu cha kwanza ni kukuondolea udhaifu. Ni kukuondolea nguvu ya utumwa wa dhambi. Ni kukuondolea kifuniko kilichofunikwa na roho nyingine. Huyu alikuwa anatumikishwa kupiga watumishi wa Mungu, sio yeye. Kuna baadhi ya watu wanatumikishwa kuzuia watu kuomba. Unakuta mwanaume anasema tu, hakuna kuomba kwenye nyumba yangu. Kama umeokoka nenda huko kwa watumishi wako. Unakuta tu kana mama anasema mimi sitaki maombi.
ile roho inazuia kabisa. Lakini huyu akikutana na Yesu, huyu anayezuiliwa huyu, utashangaa kwa mtu mwingine kabisa. Bwana Yesu sana. Magamba yakiondoka ya kiroho, kwa sababu ile gamba linalosema ni la kiroho, amefunikwa ndani ya roho, asione ya Mungu, aone ya shetani. Na ndio maana unaweza ukaokoka usielewe kwa nini nimeokoka. Unapookoka manake una kazi umepewa ya kuifanya. Ulikuwa unatumikia, hakuna kazi yoyote ambayo inatumika bila roho. Kazi ya shetani tunatumia roho wa shetani, nguvu za shetani. Kazi ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Ndio maana hapo anasema kuokolewa ni kujazwa Roho Mtakatifu. Lazima ukubali magamba yaondoke kiroho. Lazima ukubali kutairiwa moyo wako na Roho Mtakatifu akae. Sauli, wapendwa wa Mungu, Sauli akafanya nini? Akapata kuona tena. Alikuwa na macho. Sasa alipata kuona macho gani? Sasa angalia, jiulize, anaposema akapata kuona, wakati alikuwa anaona, alikuwa aoni. Si alikuwa anaenda Dameski huko anaona, anakodoa macho, anaona njia. Lakini Mungu akamtokea akawa kipofu, akawa aoni njia. Ina maana ili upate kuona tena lazima ufe macho ya kwanza, ufufuke na macho mengine kwa jina la Yesu. Amen. Si ndio wapendwa Mungu? Kupitia Roho Mtakatifu. Na ndio maana wapendwa wa Mungu, hata sisi wenyewe nikiwemo mimi nilipookoka, niliwaambia nikasema mimi tabia zangu zote nikizisema hapo nikasema huyu sio. Nilikuwa kipofu. Mambo yote ya dunia ya mwili tulikuwa tunafanya. Na ndio maana unakuta ukiona mtu anatumikishwa kwenye mambo ya mwili, anasema nimeokoka. Ujue wokovu wake huu sio wa kutoka mbinguni. Huu ni usanii. Yaani ni kwamba haelewi, hajapokea. Unajua nguvu ya Mungu haina maigizo. Kuokoka hakuna maigizo kama vile unavyoigiza igizo, mtu anakuwa anaigiza anasema nimeolewa kumbe hajaolewa. Kuokoka kama umeolewa, kama hujaoa hujaoa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu sana. Amen. Unajua kuokoka kunathibitisha mabadiliko. Mimi kipindi hicho kabla sijaokoka sikuwa hivi. Na Roho Mtakatifu ambaye alikuwa kabla hajajaa Roho Mtakatifu ndani yangu, nilikuwa na tabia zingine. Lakini wakati Mungu ananiokoa, nilipookolewa mimi nilikutana na Yesu kwenye majani. Nakata majani ya ng'ombe. Cha. Nilikuwa na mfugaji bwana, shuka ng'ombe za watu. Nikashangaa tu sauti inakuja inaniambia, nimekuja ili nikusaidie. Na nikuondolee teso hili. Unajua kama singekuwa Mungu nisingelia machozi. Maana niko tu bize peke yangu, hapo nakuta sauti inaniambia hapo nalia, machozi imepiga hapo. Hapo nguvu ya Mungu sijui imetoka. Nilipolia machozi nimetoka pale, nimeenda nyumbani. Naifikiria ile sauti bado. Nasema aliyekuwa anasema na mimi sauti ile ni nani? Ni nani sijawahi sikia tangu nimezaliwa kuguswa moyo kwa namna ile. Baadaye nikawa nimekaa pale, roho ya Mungu ikaanza kuumbika. Nikaanza kuona. Unajua mambo ya kiroho huwezi kuona kwa siku moja. Ili uweze kuona unaweza kushangaa, unajifunza siku zote. Unaposikia neno la Mungu ndivyo unazidi kufunguliwa. Unapozidi kufunguliwa. Usitegemee kwamba utaona siku. Inaweza kuchukua miezi 6. Ndio maana ukiona mtu aenda ameokoka leo, anaanza kuihubiri injili leo. Labda kama Paulo, neema ya Mungu imjie. Amen. Lakini kuna mwingine anachukua mwezi mzima, mwaka mzima ndio anaanza kuhubiri. Manake wewe umejifungamanisha na madhabahu nyingi. Unajua kila mmoja hapa sio kama umejifungamanisha na madhabahu moja. Madhabahu zinaweza zikawa 50. Zote zimekufunga. Kila agano, kila madhabahu ina sadaka yake. Alafu wewe umefunguliwa madhabahu moja, unaenda kumtumikia Mungu. Ndio maana wengi wanaishia njia, anavutwa tena na ile madhabahu. Ilikuwa inavunjika madhabahu ya 90 ngapi au ya 50 ngapi, inamvuta tena kwenye huo. Bwana Yesu sana. Wapendwa, mnanielewa? Kwa hiyo kuokolewa ni kujazwa Roho Mtakatifu na kuongozwa naye. Na Roho Mtakatifu ndiye anayeondoa magamba, vizuizi vinavyozuia kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Anaondoa vifungo vilivyokamata maisha yako.
anaondoa giza mbele yako, anaondoa kuona mabaya, anaweza kuona mema kwa jina la Yesu. Ukisoma kitabu cha Marko ile 16:16 anasema kujazwa Roho Mtakatifu ni kumjua Mungu na kumwamini. Ili ujazwe Roho Mtakatifu lazima umjue Mungu na umwamini. Ili umjue Mungu lazima ufanye umjue Mungu na umwamini. Mungu hawezi kukujaza Roho Mtakatifu kama umjui. Kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kuingia eti siku 2-3 anakuta unagombana unapigana ngumi. Anasema nimeokoka, hata kama nimeokoka leo najitetea. Kama kuna mmoja asemaje? Anasema hivi, ukiona naombea pepo alitoka. Kuna pepo wengine ana kiburi. Tabiri tumia tafimbo. Tumia tafimbo hata makofi. Kasema sasa uokovu wa aina gani huo? Mwana Yesu. Anasema hata kama ukiona ile pepo na uliombea ile pepo, kuna mapepo yenye kiburi. Unakuta unasema toka hizo, sitoki sasa. Sasa wale kama atoke unasema ngoja nikuonyeshe. Utoke utoke. Amen. Ndio ramba hivi. Alikuwa anaongea kabisa serious. Anasema mimi siwezi kuomba muda mrefu hapo, pepo linasema sitoki. Lazima nilionyeshe vimbo. Mle mwingine hata makofi. Sasa hayo mambo ndio ni mambo ya kimwili, sisi. Kama sema utoke na toka. Stop. Unatoka mba, ninamchapa mtu sio pepo sasa. Bwana Yesu. Haleluya. Maana ukiona unabishana na mwili, yaani unabishana na mtu hapo na upiga mwili, ujue wewe umeshindwa na akili zimeondoka. Ndio maana ukiangalia hata kwenye familia pia, kwenye mambo ya ndoa, Shetani anajua udhaifu wetu wanaume ni uko hapo. Unajua sisi tuna roho ya kuinuka. Shetani anataka kuchokoza. Anaweza kumwingia mwanamke. Mwanamke ndio maana anasema ishi naye ni chombo dhaifu, ishi naye kwa akili. Ana maana kwamba yeye atakupiga kwa maneno, wewe utataka kumpiga kwa mwili. Maana unaupiga mwili wakati ndani aliyekuchokoza ni Shetani. Umeelewa? Mama anasikiliza. Aliyekuchokoza manake ndio maana unashindwa unakuta mtu ananyosha mkono anaupiga mwili. Mba! Unaenda kwa mjumbe amevimba jicho. Shetani anakushitaki kabisa kwa mjumbe sema, amempiga angalia alipovimba. Na yeye mwekeni roka. Unakaa kule. Au unaenda unapiga mtu anakufa. Shetani anasema unaona, kumbe alikamule mauti alikamule ndani. Nilisubiria kwanza ukae, yaani upige kuchokoza, upige uwe. Bwana Yesu. Amen. Sio kama mnaniambia Mungu. Kwa hiyo anaposema vita yetu si juu ya damu na nyama, maana yake sisi hatujaitiwa kupambana kimwili, tumeitiwa kiroho. Kwamba Shetani tutamshinda kwa neno na kwa nguvu ya maombi ya Roho Mtakatifu. Anaposema aaminie na kubatizwa ataokoka. Pale ukisoma pale sema aaminie na kubatizwa ataokoka. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mama unasikia? Hao waaminio. Umemwamini Yesu, ishara za Mungu zinaanza kutenda kazi, kuonekana mbele za watu ambao hawajamwamini Yesu. Unaanza kuonesha uwezo wa Mungu pasipo kujiinua, kwa unyenyekevu kwa jina la Yesu.